show and little story of Kimani Mbugua. My family and to everybody. When you look around here, you can see a hippo side. They're sitting on kind of things here. It is so surprising to me when I was 29 years old. I had already done my graduation when I was around 23. And at 26, I had already constructed a school of the Seventh-day Adventist Church, worth around 11 million. It is no longer there. Then I came here at that age of 28, 29. I had a school here, a boarding school for both boys and girls, a high school and a primary school. But at the age of 29, all was destroyed. When I see this home, I always ask God, what is this? My son has left me when he's 29 years old. The date he arrested on 14th of October. It is the same date I closed a school worth 31 million and left this place. It has given me a heavy shock. Those who saw me yesterday following the media station, the Citizen Television, I think I had all the right to say so, because that is the prime time when also I was growing up and my life also came down, and the rest is history. So my tribute to this, my son, is this. Why was I walking with him day and night? Because I knew at that time I needed parental support. Unfortunately, my dad was not alive. My mom was not alive. They were crying, support me. So I knew what it is to live without a parent. And I know myself, I'm a genius. I have studied now. So I knew the kind of seed I have is just a super genius person who is studying very well. So I had to give all the best a father can give to a son, even to the sisters, and to make him achieve his goals, because mine were destroyed at 29. So bila mzee huangalia boma yake anaona hapa kuna mambo inaenda na sijielewi. But I said, God, I'm alive. The part which made me to feel completely crushed, he had written to the mom, and also there's a part he had also written to me that, Dad, I know you have stood with me. I have struggled with this body. You have done all you can. But my body and mind are not adding up together. So I am tired. And I have chosen to rest. And the rest is now what is here. I said, I wish I had wings to fly that day he was deciding that. Because to me, I've lost a real brother. He's my son, but he was a brother to me. Fathers, listen to this. He is the only human being I would call, bro, can we go? And say, hey, bro, umetoka, tunaenda. But I'm the dad. When I would see him in those conditions for those 5 years, I was always cheering him up. I was telling him, hey, Kim, cowboys never die. And if they die, they never decay. And if they decay, they never smell. And if they smell sweet. So don't give up. So every morning you tell me, hey, my fellow cowboy, are we moving or not moving? So I want to tell parents here that it is a very strange thing in my history that at the age of 29, I destroyed all developments. And at the same age, our only boy has gone. Deep in my soul, this school was to make young people. I thank God that some of them who have been here, whom I've taught, they are lecturers in the university, and many others out of the country. But they left their teacher as a candle that burns and gives light and melts. But I've said, God, no, I won't melt. So due to the memory of my son,
I have decided, by the grace of God, thanking our Governor Sonko, young man Obina, this place was dedicated for education. I will not stop to kusumbua Obina and Governor Sonko and Mama Amina. I'm dedicating the same space with immediate effect. Mimi nimeitoa ile shule ilikuwa ya kufundisha high schools, turudishe a rehab with immediate effect, so that we may not lose other young men and women in this place. Watu wa hapa Kianjurini, watu hapa Mugumoini wanajua hii shule, ninawapenda sana, ninashukuru sana. Hata ndio walikuwa wa kwanza ku-embrace. It was called St. Joseph, but I'm changing the name to St. Kimani Mbugua. So expect us to work as a team. I thank the DO who is around here, the OCS, recognize you, our DO, my great neighbor here, our councillor. Let us all the might we have, we bring it here, so that by January we put a foundation and rescue, because the distance from Mombasa to Muranga is almost 400 kilometers. But I thank Mama Amina and your team. Mmekubali mkuu na governor kuja kutushika mkono watu wa Muranga. Wacha nikwambie bwana DO, saa hii ukiuliza nani alioja maji inakaa uchungu na anavumilia na inamterezesha hapa, wengi watatoroka kule nyuma, lakini sio hao. Because I know what kind of drugs we have around here. Kuna bagi, kuna pombe na kuna mambo mengi, na vijana wengi hapa ni wale wanaweza soma. Kwa hivyo ndio nimeamua kwa mpenzi ya Mwenyezi Mungu, ile tulifanya TikTok, ndugu Chris and my son here, the TikTokers, let us now focus on rescuing the young people. Kwa maana tumepata wafadhili. Dr. Sonko namshukuru alipewa a PhD in honorary of supporting the communities, na kwa sababu wamekuja kutuokolea na walikuwa wanatuokolea. Mimi nimetoa shamba na nataka ujitoe. These are our pastors from the church, and I know they will support us. Mimi afadhali nisimamisha ualimu wote, we focus on saving our young people's lives, ili tusipoteze Kimani wengine huko nje ambao wanasumbuliwa na hizo vitu huko. The first day we took him to Avenue Hospital, tuliangaliana na mama, tulipoona bill reading 660,000 na ni shindano moja tu mbili. So it was difficult for us to go that journey. Gari zilikuwa zikaenda, biashara zikasimama, unachanganyikiwa, unakaa muguruki ambaye hajui kuona wapi anaenda wapi. Obina, thank you very much for the tears you have cried here. They were real tears. I know what you are saying. Hawa vijana wanaonekana maua kule kwa mapicha, si ni ukweli? Lakini inside they are bleeding. I knew when I was saying that Citizen Television, I still start to challenge them. When this young man was waking up in the morning, kuuliza watu wa Dhieko and Broken News, he was coming home very tired, waking up at 3, preparing the cameras and doing all that. So that's why I've said there's a gap somewhere, and that's why I'm calling the church, the community tushikane hapa, tufungue ile St. Joseph irudishe ikuwa St. Kimani ya kuokoa vijana katika mambo ya mihadarati na mambo ya pombe. Naye Mama Amina atoke kule Mombasa. Mama Amina, tafadhali, hata hapa najua Waislamu mnaweza olewa na mabwana, ni mabibi wengi, whatever, I don't know how it is. Hata tungeomba wasirudi, si ni ukweli Hii magari yote hii tuachiwe huku, tuanze kazi ya rescuing, si ni ukweli? Hii nyumba mimi kuhama na mamia tukai hapa. We can start with this one, Bwana Chief, Bwana OCS. Vijana walete waanze matibabu ya haraka iwezekanavyo, si ni ukweli ndugu zangu? Wangapi wanafurahi wakiona vijana huko wanatembea, wanaanguka gashamadhi, na ubaya ni ule mtaona mimi ni wa hapa, na wale tutakutana nyinyi mkitogoga huku hivi. Afadhali Bwana OCS ni kuitie, usiwafunge, lakini tuwatafutie kazi ya kufanya wakuwe more committed, because I know there is a lot to do. Nimelia, nimeachwa na my brother, he to me was okay. We were born, many of us, but hii boma huku ukiangalia na huko na huko kulikuwa ni, but now we are narrowed down to just 0.
Why should we end just like that? So community come out, tusimamisha a good rehab, na mimi nimemkubali Governor Sonko kwa hii boma. Na nimeshukuru vile ndugu yetu hapa, mimi sina pesa za kurudisha kwao. Yetu tu ni kuwaombea Mungu awafungulie njia. Mimi nimewakaribisha huku kwetu Maragwa, Mugu Moine. Mungetaka Governor Sonko awe na kaboma huku? Mko serious? Leo akule madizi na akule makorofia ya huku. Governor wa grade. Sasa waheshimiwa kama huyu atabutu vijana wasichana mnaona si hilo ni broti na si ndio? So Governor, mimi mwenyewe kama baba ya Kimani tumekukaribisha. Na it is serious, Governor Sonko lazima utafute kaproti hapa ununue haraka haraka, kajengo. Unapotembea kule Mombasa, unakuja hapa Murang'a, na wewe uko na hii Kawamonyoro kidogo yetu huku, tunakuja kukuona. Mama wote najua wanakupenda. Ama sio ukweli? Kwani hamsemi kwangu ukweli ama sio ukweli? Haya, na wazee sisi ndio tunajua vile tutafanya. Nashukuru sana serikali, kijana Obina naye vile hiyo machozi amelia hapa. Hayo machozi huyo kijana amelia hapa. Tutampanguza kwa kuwa support. Tuwajengee mahali watakuwa wanakuja, watoe watoto Nairobi walete wapi? Huku kuna matunda mingi, ni kama Canaan. Ukitaka makodo, ukitaka madizi, ukitaka nini, matunda iko kila mahali, si ni ukweli? So tuwakaribishe. Mimi nimefungua milango, ninyi mmefungua wakuje. Ate negua kana tiguo. So kwa hayo mengi ninashukuru sana vile tumeshikana. Kwa hivyo Governor Sonko, our OCS na ndugu Obina, thank you very much for coming to cry with the people of Murang'a. This is the Maragwa you have been hearing about. Tunakaa kwa bush kama mabushmen, kwa madizmen, huku madizi ni mingi na our rescue center. Kwa hivyo naomba kwa niaba yangu wasitoke hapa bila madizi. Through all of us. Yale yameiva kwa kona na msiwauzie, nilipishwe. Hiyo maligo yote mmelida na huko nyumbani mlete yote hapa wakule na wasitoke hapa. Hiyo lunch wametayarishwa na our friend mheshimiwa, tumewaalika. Lakini hapa bwana wa Grave maligo wakule. Wapewe wakule mandizi na vijana wa TikTokers. Thank you very much because nilipopiga nduru mmekuja.